nakufanyia surprise nzuri. Twende kwanza tukaone. Niamini mimi. Wewe mtu wangu, mbona unajiandaa hivi vitu vingi, yani mara umshike hiki mara umshike hiki? Unaenda wapi usiku huu? Mbona naona pilika pilika nyingi? Unaweza kuniambia unaenda wapi sasa hivi? Naenda kwenye pati ya rafiki yangu. Nikuulize swali? Niulize. Hizo nguo zina siku 2 sasa hivi. Zipo hapo kwenye kochi. Unaweza kunipa sababu iliyofanya usikunje hizo nguo na kuziweka kwenye kabati? Yaani, labda nikujibu kitu kimoja. Hizi nguo zilivyokaa pale bado zinakuchujua nini? Au ni wapi zimekutoboa zinakuchujulisha damu? Wewe una mikono? Umeshindwa nini kuzichukua na kwenda kuzipanga kwenye kabati? Mimi ninavyoenda huko kwenye pati, umesikia naenda kuzamia huko au naenda kufia huko hapa sirudi. Hebu niache basi mimi niondoke. Afu kuwa mwanamke wa mtu au mke wa mtu isiwe kigezo cha kunifunga funga. Sio, unanielewa? Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo pati ya rafiki yako ni ya muhimu sana kuliko kufanya kazi za hapa nyumbani? Mbona umebadilika hivyo? Afu sasa hivi unatoka usiku huu. Afu wewe ni mke wa mtu. Kweli inakaa akilini kweli? Ulisikia wapi labda mke wa mtu hataki kwenda ukumbini? Yaani wewe pale mimi ni rafiki yangu, BFF, best friend forever. Kwenye shida lazima niwe naye. Kwenye furaha kama hivi pia lazima nimsupport. Bega kwa bega. Kwa hiyo usiku unauona wewe unaibaki hapa kulala. Lakini mimi huko nje ni mchana naenda mataa. Tumeelewana baba? Unaniruhusu niondoke ama niondoke mwenyewe kwa nguvu? Mbona mbadilika hivyo? Hivi unajua wewe kuna vitu unanifurahisha. Mimi nimebadilika, nimekuwa wa pinki, wa kijani, wa blue au mweusi. Bwana nimeshachoshwa na ngonjera zako. Naona unachelewesha tu hapa. Hivi. Mke wangu vai, mbona sasa hivi umebadilika sana? Hivi ni nani mwanaume ndani ya nyumba hii? Nakuuliza. Bwana mimi nishachoka ngonjera zako. Mimi niache, unanichelewesha. Uogope wanawake za watu? Asa mimi naanzaje kuogopa kama wanajileta wenyewe? Siogopi. Mtu kajileta mwenyewe kwenye 1 na 2 na 3. Kajaa kwenye mfumo wangu, naanzaje kuogopa sasa? Baba, mke wa mtu sumu, itakalo kuna jambo. Wewe endelea. Wakaza sio ndugu zangu. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho kifahamu. Unayemuona mke yoyote wa mtu, kwani mimi mnyama? Na mimi si mtu pia. Kwa kwenye mtu tunaishi, afu cha mtu uliwa na mtu. Eti haya, wewe endelea. Of course mimi huwa si watongozi kusema kweli. Kwa hiyo kama mtu anakuja mwenyewe anaonyesha hisia zake juu yangu, mimi ni nani sasa? Namkubalia ili upate chochote kitu, kwa sababu hapa mjini bana, usipoishi kwa akili basi utaishi kwa nguvu sana. Kwanza wake za watu ni watamu kinoma. Unajua watamu?
Yaani ni watamu ile mbaya. Wewe ogopa mtu unaviminya kwa wasiwasi. Yaani kwa unazungusha kisikia pap. Unatulia. Kama sio wewe akiondoka unaendelea. Sawa wewe. Babu. Niwake za watu hapa. Habari sheni. Mama, uko poa? Niko poa sijui wewe. I'm good. Yaani hivi nilikuwa nakuja kwako kwa bahati nzuri nimekuona hapa. Usijali kwa sababu tushaonana niko hapa. Okay, sawa. Na mzigo wako. Hii kwa ajili yangu. Relax. Thank you. Basi tuende nyumbani. No, na haraka kidogo. Ila kwa sababu nilikuwa na shida ya kukuona na nimeshakuona, nadhani inatosha. Basi jitahidi mpaka jioni uwe umeshafika nyumbani maana umecommit sana. Okay, usijali nitajitahidi. Maana mwenyewe nimecommit. Umecommit pia na maana nakwambia nyumbani. Sawa. Umeona vitu hivyo mzee? Kwa hii style. Kama unataka kuacha wanawake. Hivi unasimka mtu? Mimi awe mke wa mtu asiwe mke wa mtu. Utajua mwenyewe. Lakini kama wanawake wanakuzingatia hivyo na kuhudumia, inabidi uwe makini. Yeah, of course. Niko makini pia. Hususan kwa huyu demu. Wewe muangalia anaonekana kupenda sana. Hapo inabidi utumie akili za ziada. Akili ziada? Unamaanisha nini kusema akili ziada? Yaani nakwambia Beatrice, mpaka dakika hii mwanzo nachanganyikiwa. Yaani muda sio mrefu nimetoka kuonana na Alaje. Siku zinavyozidi kwenda mwanzo nazidi kuchanganyikiwa. Yaani nampenda huko kama mpaka sielewi. Yaani nikikohoa kwenye kikozi huyu hapa Alaje anatoka. Yaani nikifumba macho nikifumbua kwenye kope Alaje huyu hapa. Yaani sijui kanipa nini huyo kaka. Hey. Vai shoga yangu. Hivi unatambua kwamba wewe ni mke wa mtu? Alafu nashangaa huyo Alaje umempendea nini? Na nini cha ajabu ile cha kukufanya una data mwenyewe unajiachia? Ila wewe dada wa ajabu. Alaje ana hatari. Yaani mimi mpaka dakika hii sielewi nimempendea nini. Yaani ukiniuliza swali kama hilo mimi sielewi. Yaani mimi nimekufa nimeoza na nuka. Alaje tu. Mimi sielewi kwa kweli yule kaka kanipa nini. Na nakwambiaje? Muda sio mrefu nimetoka kuongea naye. Kaniambia jioni niende geti. Yaani mimi siwazi, sipepesi wala sijifikiri mara mbili. Nasubiri tu mida ifike. Nachoma ndani, baba akavimia. Oya, hey. Vai, unajua una michezo ya hatari sana. Yaani kwa utamu unaupata kwa Alaje. Jinsi anavyonilamba, jinsi anavyonihendo, yaani sidhani kama naweza kumwacha. Sijui unanielewa? Yaani yule kibwengo wangu kule nyumbani akae kwa kutulia. Aoshe tu vyombo na masufuria. Maana yule ananipenda akafa kaoza. Yaani hapa furukuti. Ila kwa Alaje na mimi ndo nimenasa. Yaani nakwambia wanasema kila ndege unasa kwenye mti upendao. Mimi naamini kwa Alaje kuna ulimbo mama. Yaani si banduki. Mimi yangu macho mwenzangu. Ukipigwa huko mimi nakuja kukanda kanda, huo ndo msaada wangu. Haya. Kuwa tu makini shoga yangu, maana hilo bomu nalolitengeneza likija kulipuka, naondoka. Haya, bye. Kwa hiyo mtaalamu, ndo kama hivyo jinsi ambavyo nimekuelezea. Mambo makuu ambayo amenileta hapa ni mambo mawili tu. Jambo la kwanza, kuna mfanyakazi mwenzangu kule ofisini amenitishia Amani. Anadai kwamba anaweza kufanyia kitu kibaya muda wowote. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji unisaidie. Nakufanyia surprise nzuri. Twende kwa kaka. Niamini mimi.
nipatie kinga. Kinga ambayo itanisaidia kwa mtu yoyote yule ambaye atataka kunifanyia mabaya au atataka kunifanyia ubaya wa aina yoyote, basi usiweze kunifika wala nisiweze kukutwa na kitu chochote kibaya. Na jambo la pili, ni mwanamke wangu ananisumbua sana. Nahitaji kumshika. Nahitaji akili yake yote aweze kuniwaza mimi. Yaani fikra zake, mawazo yake na kila kitu ambacho anakifanya aweze kuniwaza mimi tu. Na asinisumbue tena. Anipende mpaka nihisi kuchanganyikiwa. Mambo yangu makuu ni hayo tu mganga. Naomba unisaidie sana. Usijali. Usijali. Nitakupa dawa na nitakupa kinga. Hakuna mchawi yoyote ambaye anaweza kukugusa wewe, na wala mtu yoyote yule ambaye ataweza kukugusa wewe. Umenielewa? Nimekuelewa mjane. Hata awe na nguvu ya aina gani, hawezi kukuzuru wewe. Ngoja niite fimbo yangu kutoka ujinini na dawa pia. Wakulu! 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 Asanteni sana. Unaiona ila? Unaiona ila? Ndio naiona. Ila ni kinga kwako. Hakuna mjinga yoyote, hakuna mchawi yoyote, hakuna kigagulo yoyote ambaye anaweza kukugusa wewe. Umenielewa? Nimekuelewa mtaalamu. Unaiona ila? Unatakiwa uende ukaiweke katika mto ambao unaulalia wewe. Asione mtu yoyote yule, asione mtu yoyote yule, awe mpenzi wako, awe mke wako. Umenielewa? Nimekuelewa mtaalamu. Shika hii dawa. Unaiona ila? Unaiona ila? Ila ni kwa ajili ya huyo mwanamke wako. Unaiweka katika maji ya kuoga. Kisha unaichanganya. Unanyuia maneno ambayo unayataka wewe yakamilike. Kisha unaoga. Na baada ya hapo ndipo unapoenda kukutana na mwanamke wako huyo kimwili. Hakikisha unakutana na huyo mwanamke wako kimwili. Usipofanya hivyo utakuwa umevunja masharti. Shika hii dawa. Unasikia kijana? Unasikia kijana? Utakiwi kugeuka nyuma kipindi unapotoka hapa. Umenielewa? Nimekuelewa mtaalamu. Na vipi kuhusu malipo? Malipo ni baada ya mafanikio yako wewe. Umenielewa? Nimekuelewa. Haya, nenda. Nenda. Usigeuke. Hey bro, vipi hapa? Mbona sielewi? Huyu mwanamke, huyu ni nani? Mpenzi wangu, wewe vipi wewe? Ina maana kule kukusomesha kwangu, kukujali mpaka inafikia leo, ina maana ulikuwa unaniona mimi mpumbavu? Huyu mwanamke, nimejitoa mara ngapi? Nimejinyima mara ngapi ili kuweza kukamilisha furaha yako? Leo hii unanilipa haya? Baby, huyu nani?
Huyu ni mpumbavu tu mmoja ambaye alikuwa anajishubukisha tu. Kwa hiyo leo inaonekana mimi najipendekeza kwako. Leo inaonekana mimi unanikana kisa huyu mwanaume, si ndio? Alafu mimi nilikuwa sikupendi, nilikuwa sikuhitaji. Hizo ada zako, kunisomesha kwako, kunijali kwako, mimi hivyo vyote sivijali. Yaani sijali kuhusu wewe, in short ndio hivyo. Okay, sawa bro. Leo si unajiona umeshinda. Sawa. Ila bro, tambua mwanamke anauma. Mwanamke anauma. Sasa kwa yule ambaye umemhudumia kwa kila kitu, afu leo inatokea na kufanyia mambo kama haya. Poa, wewe umejifanya mjanja wa mchana. Baridi tutakutana. Mimi ndio mtu kutoka kusini. Sipokushusha busha mwaka huu, labda nisiwe mimi. Labda sio mimi. Naahidi nitakukomesha. Nitakukomesha. Shev, huyo mke wako na mwanaume mwingine, ila tu huyo mwanaume sijafanikisha kumjua. Nisikilize wewe, mke wangu hawezi kufanya upumbavu kama huo. Kwanza mke wangu namwamini sana. Na kuamini vipi wewe? Kwa hiyo Shem, nimefanya makosa kutoa mbariga zangu huko nilipotoka kuja kukwambia. Unajua nyinyi wanawake ni watu wa ajabu sana. Unasema mke wangu ananichiti. Mke wangu anajiheshimu sana. Hawezi akafanya upumbavu kama huo unaoniambia. Haya. Mimi yangu macho. Lakini kiumbe chochote kinachoitwa mwanamke usikipe 100% hata siku moja. Sasa wewe naona kama una 100% nyingi za kunitakataka. Eti mwanamke wangu anatembea na mwanaume mwingine. Afu wewe huyo mwanaume umfahamu. Inaingia akilini kweli? Niambie, inaingia akilini? Sasa naomba uondoke. Naona unaleta maneno mengi sana. Nisije nikakugeuza chura sasa hivi. Yamekuwa ya chura tena. Ai, nisamee. Toka nyumbani kwangu. Naomba utoke. Naomba utoke. Wakulu, naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie Wakulu, niweze kujua mwanaume anayetembea na mke wangu. Inawezekana vipi? Kwani huyu ni mtu wa ajabu? Mbona inaonekana sio mtu wa kawaida? Hebu ngoja nijaribu tena. Mbona kama kitu hiki cha ajabu? Mbona kama kinaniasili? Sikubali. Siwezi nikashindwa hivi hivi. Lazima nipambanie ndoa yangu.
Lazima nipambanie ndoa yangu. Za saizi shem. Salama, mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Karibu sana. Yaani kilichonileta hapa sasa sijui nianzie wapi, nimalizie wapi. Maana hapa kitu kilichonileta kizito, unajua kizito. Mke wako si nimekuta anaingia guest? Unasema? Unasema hujasikia? Guest anaingia akiwa peke yake au yupo na mtu? Na mwanaume unafikia ataingia na nani? Zaidi ya mwanaume. Una uhakika mke wangu mimi? Kwani mimi mkeo simjui au? Kwani tokeo yako niache baada zangu niache kazi zangu ndio kufuatilia, kwa hiyo mkeo mimi simjui? Naomba unipeleke. Na ikiwa uongo, utanijua mimi ni nani. Unachelewa wewe tu babu, tuondoke. Damu ishakuwa ishachemka babu. Nikwambie kitu baby. Yaani umenichosha. Unajua umenichosha. Yaani usijui nani kufundisha hapa. Yaani hivi vitu unavyonipa ndio vinavyonichanganya mimi mtoto wa mwenzio. Mbona vitu vya kawaida sana lakini? Wewe ndio unasema vya kawaida. Ungekuwa vya kawaida mimi ningekuwa nakuganda hivi. Maana hivi ndio vitu vinavyonichanganya mwenzio. Kwa nataka kuniambia mume wako aje kukupa vitu kama hivi? Hebu achana naye yule. Yaani unazungumza vitu kwa sababu humfahamu. Yaani yule ni mzito, ana kilo 100 za gunia. Kwa hiyo atakiwa kitandani, hana maajabu yoyote. Okay, muongea hiyo simu nitasema nini tena? Alafu nimekumbuka kitu. Yaani unajua mimi mwenzio nina wivu na sipendi kushare. Kwa hiyo babangu, naomba chonde chonde. Nataka hii laana usikia. Uwe utamu, uwe wa kwangu mie tu. Namaanisha unioe. Nikuoe? Na vipi kuhusu mume wako? Bwana, nishakwambia huyo achana naye. Alafu kitu kingine unachotakiwa kujua. Mimi yule bwana sio mume wangu wala hatujafunga ndoa kama watu wanavyonihalalisha. Mimi yule tunaishi naye tu. Yaani tumejishikizana. Violet. Usichukulie kirahisi namna hiyo. Alafu kumbuka wewe ni mke wa mtu. Lakini kwani wewe baby hunipendi? Sina maana hiyo. Ila kwa kuwa umehitaji hicho kitu, basi inabidi tutoke mbali kabisa na maeneo hayo. Yaani hicho kitu tuwe tukakifanyia mbali kabisa. Hapo tu ndo ninapokupenda, maana una maamuzi ya gentleman. Kwa hiyo, kwa chochote kile utakachokisema, mimi siwezi kupinga na kusikiliza.
Karibuni, wasaidieni nini? Samahani dada, kuna mkaka mmoja ameingia hapa pamoja na mdada. Mkaka ukavaa t-shirt nyeupe. Unaweza kutuambia ameingia chumba gani? Mmepishana sasa hivi. Nyie mnaingia, wao wanatoka. Samahani, unaweza kutusaidia kitabu cha wageni? Vipi, kwani kuna tatizo? Sio kwa ubaya. Tulikuwa tunataka tuone tu jina lake ameandika vipi. Kwa bahati mbaya hawajasaini kwenye kitabu cha wageni kwa sababu hawajapata huduma yoyote. Wao walikuwa wanahitaji self, lakini hapa biashara imebakiwa na single tu. Ndio maana wameondoka. Haujajua sehemu walipoelekea? Hapana, mimi sijafahamu. Maana nilikuwa huko ndani nafanya usafi. Okay, sawa dada. Asante, tunashukuru. Kazi njema. Haya, karibuni tena. Asante. Leo mchana Violet alikuja nyumbani na akanibana kweli kweli, lakini sikuweza kufanya naye kitu chochote kwa sababu si unajua dogo alikuwa hapa nyumbani. Kwa hiyo ikanilazimu kutoka naye pale kuelekea Roach. Tumefika Roach pale tumeviminya kweli kweli. Lakini cha kushangaza, baada ya kumaliza tendo tu yule mtoto kapagawa kabisa, niwezi amini. Na mpaka dakika hii hapa anataka nimuoe. Nataka muoe? Sasa mimi nimekuita hapa bro, nataka unishauri kitu. Kwa sababu Violet ni mke wa mtu. Anawezaje kumuoa mke wa mtu? Alafu nimekumbuka kuna tesi nimesikia kwamba mume wake Violet ni mganga, tena mganga kienyeji. Hivi uone kama naweza kukuletea shida bro? Siku akijua unatembea na mke wake, asije akakufanya kitu cha ajabu. Kuhusu kwa mganga mume wake, mimi wala haileti shida. Kwa sababu nina mtaalamu wangu. Yaani bonge la mtaalamu. Kwa kashaniwekea kila kitu niko fresh. Maana hata hii dawa alionipa imeshika vizuri kwa Violet. Kwa una imani hata kinga yake kupoa sana. Kwa hiyo sina shaka kuhusu hilo. Maana tayari ameshanipa kinga. Maana niliongea naye kuhusu kinga. Bro, kuwa makini. Sika kuletea shida. Kwa naamini mwili wangu uko vizuri kabisa. Kwa hiyo hata aje nani, sidhani kama atakuwa na uwezo kunidhuru kwa chochote. Lakini mimi simpendi Violet. Mimi napenda jinsi anavyonikea tu. Huduma zake, mambo yake, hivyo tu, lakini kutoka moyoni simpendi. Isitoshe ni mke wa mtu. Unawezaje kumuoa mke wa mtu? Wewe unanishauri nini hapo bro? Mimi nachokushauri nizungushe kwanza, kwa sababu ndoa ni issue kubwa. Na kama unavyojua wewe ni mtu wa watotozi. Hilo nalijua kabisa, naweza kundanganya. Mimi nakujua vizuri, wewe unampenda Violet. Wewe utakuwa unatamani tu huduma zake na hela zake anazokupa. Kwa hiyo kuwa makini bro. Yaani kama nilivyokuambia udugu wangu, sifai kuazana msikitini wala kwa kengele kanisani. Yaani sasa hivi Alaji kanikamata. Yaani kiasi kwamba hata kifeli figo moja niko tayari kumtolea. Yaani naona ananipeleka tu. Yaani mimi akienda huku nipo, yaani kivuli na yeye anapotoa mguu ni mimi nipo. Yaani ninakwambia nampenda jamani mimi. Sijui kaniloga yule kaka. Lakini vai, si unajua tunaitafuta ndoa kwa muda mrefu. Wewe umeipata unaichezea, mara unadanga huko, mara unadanga huko. Si unamjua mwanaume wako jinsi alivyo? Yaani nijue sasa unataka uongee kitu cha maana. Biti, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sawa.
Mimi mtoto nimekuja mjini natumia nyota. Sijui unaelewa? Situmii leli mimi. Natumia nyota. Yaani star, not a hash. Sijui unaelewa? Alafu kuhusu swala la ndoa. Kwa Rajei tu, muda sio mrefu mnaenda kuvaa vijola. Hivi dada mnaenda kuvivaa mnakuja kunichezea udugu naolewa na Rajei. Na niko tayari kuwa mke wa Rajei. Yaani Mrs. Rajei ni shoti. Yule kibwengo nyumbani hata niwakute sasa hivi wamewadumbukiza kwenye shimo. Mimi namuokoa Rajei, yule anabaki kwenye shimo. Upo dada? Hey, kwa hiyo kama ni ndoa naweza kusema mtoto wa kike Mwenyezi Mungu kanijalia bahati ya kuolewa. Kwani John ana tatizo gani? Anakuhudumia kila kitu, unakula, unavaa, unapendeza. Huyo Rajei anakupa nini? Achana na yule tipo kule nyumbani. Wewe unamuonea huruma kaka yako. Kwa hiyo Rajei kakupagaisha na utamu anaokupa. Yaani mambo ya kujilambalamba. Nikienda kwa Rajei kila ninachotaka napewa. Ananimaliza najimaliza na lambu wa dada ni kama ice cream, mwili mzima nageuzwa koni. Lakini yule mganga muda wote ananuka midawa. Muda wote anakuja tu ni manyanga. Aka. Aha, kwa hiyo yule mganga kati anakuja anakutongoza, ulikuwa hujui kama ni mganga. Kwa nini ulimkubalia? Bwana mimi kule nilikuwa nimejikinga mvua tu. Baada ya mvua kukata napita zangu hivi. Kwa mimi saizi chaguo langu ni Rajei. Mimi hapa sina hata cha kukushauri. Ni wewe maamuzi yako. Utabaki na John ama utabaki na Rajei? Haya, mimi siongei sana. Kama mdogo wangu aka nakafunga. Nitulie zangu kwenye biashara yangu. Yaani mimi nashindwa kukuelewa. Kwa sababu gani? Unaniambia mimi nimebadilika. Mara kuna tetesi unasikia sijui kuna mwanaume niko naye. Huyo mwanaume umewahi kunifuma naye? Kwa hiyo unaniona mimi mjinga sana ninapokuambia hivyo? Au unaniona mimi ni mtoto mdogo? Mimi ni mtu mzima hadi nakwambia hivyo. Mimi naona mwenzangu ushanichoka. Na kama umenichoka hamna kitu kingine, naomba tu uniache niende nyumbani. Yaani mimi naona saizi una kila dalili ya kunichoka huko ndani. Labda nikija nikilala hapa kwenye hiki kitanda chako, nikizunguka kwenye hiyo nyumba yako, nikila chakula unachotafuta wewe, unahisi labda kwetu nina shida sana. Mimi nishachoka. Kila siku kupigiwa kelele tu na kuchiti sijui na mwanaume, akati hauna uhakika na haujawahi kunifumania. Baba, niache niende kwetu. Yaani hivi vikuku unavyokula humu ndani wanavyokuletea wagonjwa wako, wateja wako, usifikiri vimenikamata kiivo. Kwanza nishachoka hata kula hizo kuku za nanilia, za madawa yako bwana. Kiwangu, mimi nikuuliza haya yote. Nataka tujenge, sio tubomoe. Na unajua kwamba mimi nakupenda sana. Sawa, tuachane na hayo. Ila siku nikimjua huyo mtu au huyo kijana, nakwambia dunia itapinduka. Nadhani unamjua vizuri. Hello? Yes, baby. Poa, vipi mpenzi wangu? Niko nyumbani tu. Usimwambie bwana chance yao. Kweli nakumisha. Kwa sababu toka asubuhi ndio tunayuko mshaondoka. Kwa hiyo hapo nyumbani sasa. Sawa, usijali, ngoja basi nichukue boda. Nadhani nusu saa kwenda kwenye shafika. Sawa, nikuletee zawadi gani? Sidhani kama nitahitaji zawadi. Nakutaka wewe ndio kama zawadi yangu.
Okay sana, nikuelewa. Basi mama, nijiandae ili ninakuja. Sawa, tukwende sana. Okay, love you. Love you more. Hivi hadi kanipa nini jamani? Bwana mvuruga jamani, mtu tusije kila chaka ikiwa mimi sielewi la mwadhini wala wala nimsikie. Sasa huyo kifutu mwendo ni ule ule na mwaga. Leo nimwambia nenda wapi? Nenda kumsuka rafiki yangu. Tunakula chapati na visupu, usombe ukinitani, unaanza vurugu usumbufu, maumivu sijuani, na wendo naye nipo furaha. Bwana, mimi sasa hiyo imepoa. Mimi nataka ile let me see baby. Hatari ndo nataka niambie. Ndio hiyo. Naimba. Ndio hiyo hapo naimba hapo. Sasa mbona unaanzia pale hivyo? Anzia basi pale tu kwenye come baby, hatari hivyo. Taratibu mama, tunamuumiza roho. Taratibu mama, atajitoa roho. Taratibu mama. Sasa mbona uone na Okay, basi. Imba afoni na kucheza. Sasa sikiza nikwambie. Tunaanza tukaoge. Tukimaliza kuoga tuje tulale. Takuimbia kesho asubuhi. Ushaanza unataka kunikwaza. Tunaanza tukaoge, tukimaliza kuoga tunalala. Kesho asubuhi tu. Nani amsha? Mimi sitaki. Tuendelee kwanza tuimbe kidogo, tucheze ndio tukaoge. No baby. Sina nini? Nakwambia. Naona nipende pia. Okay, tunaanza tukaoge. Tukimaliza na baby. Sasa sikiliza. Tunaanza tukaoge. Tukimaliza kuoga, tukirudi tu kupa surprise. Nakufanyia surprise nzuri. Tunaanza tukaoge. Niamini mimi.